Kwanza kuna mzee mmoja aliniambia kwamba kutaka kuwa na heshima kwa mkweli, kutaka kuwa maarufu kwa Mungu. Naomba nirudie tena niseme hivi. Kutaka kuwa maarufu kwa Mungu, kutaka kuwa na heshima kwa mkweli. Maana umaarufu unadumu muda mchache, lakini ukweli hudumu daima. Na mwanafalsafa mmoja anaitwa Plato, miaka 2400 iliyopita kabla ya Kristo kuzaliwa KK, alipata kusema kwamba ukweli ni nuru ya upendo, ukweli ni nuru inayodumu. Hapa akazungumzia kuhusu unafiki. Unafiki ni alizungumza kwamba ni ila ambazo zinampeleka mtu kumfurahisha muda huo, kumpa umaarufu, lakini huwa zidumu ndio chache sana. Sasa ndugu zangu, dunia tunayo sasa, upaswi kuwa mnafiki. Watu wamekuwa wanafiki siku hizi. Anamsikia kiongozi, amwambie ukweli. Matokeo yake tunazalisha viongozi ambao hautusaidia, kwa sababu viongozi wetu wanadanganywa na watu. Bao unafanya vizuri wewe tano tena, kwa sababu watu hawasemi ukweli. Na ukweli ni gharama. Kwenye kitabu cha Nyerere amezungumza kwamba ukweli una gharama zake. Watakuchukia watu, utakuwa mbaya, lakini ukweli usaidia. Lakini watu sasa hivi wamekuwa wakiwa na sifia tu, kila kitu kusifia. Ndio anasema kwamba mtu anakusifia huko anapaka nini? Unawachwa kwa mafuta. Ndio hii sasa maana yake nyepesi. Watu wamekuwa sasa hivi wanasifia jambo ambalo ni baya, wanalipa platform inakuwa haina uhalisia. Matokeo yanazalisha taifa ambalo haliwezi kusaidika, ndio kukosolewa. Na kitabu cha Nyerere kisahihishe, amesitiza kwamba tuwe na taifa lenye kusema ukweli, kusemea ukweli. Sasa wewe mwananchi, wewe ndugu yangu, nimsikiliza, nikuombe tusemee ukweli. Ukweli unasaidia, ukweli unaokoa. Hata kwenye kisa Biblia imeandikwa, na msema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Hasa watu wengi tumesahau kuwa kweli, tumebaki kuwa nafiki, kusifia mambo ambayo sio uhalisia. Tunasifia jambo ambalo sio sahihi. Watu wanaona kuna changamoto hii, lakini anaona kusema ukweli kuna changamoto. Sema ukweli ili usaidie mtu ili umuokoe. Ukimwambia mtu ukweli umsaidia. Sio kama kumsaidisha mtu unamweka sawa sawa ili akae kumstari. Sasa ukimdanganya unajidanganya mwenyewe.